Huwa ni mpenzi mwana michezo hasa mpenzi wa klabu kubwa Tanzania na wazungumzia klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Najua kwenye picha unayoiona hapo ni bwana mkubwa Nasri Nabi, na bwana mkubwa ambaye amekuwa nyuma ya kila mafanikio ya kila alipokwenda Nasri bin Nabi, na kwa sasa kila mtu anafahamu yupo maeneo gani, na Nabi kuhusishwa na klabu ya Dar es Salaam Young African na msimamo aliotoa mkali kuhusiana na kurejea ndani ya Young African. Tunakwenda kuyadadili yote hayo kuanzia mwanzo hadi mwisho, lakini kikubwa usisahau kusubscribe na kuniambia kwenye comment unashabikia Yanga kutokea maeneo gani, na uamuzi wa Nasri bin Nabi kurejea katika kikosi cha Dar es Salaam Young African ni uamuzi sahihi, ni wakati sahihi wa klabu ya Young African kubadilisha na kuamua kumchukua Nasri bin Nabi dhidi ya mpinzani wake mkubwa ambaye naye pia anahusishwa na klabu ya Dar es Salaam Young African, Ibenge, ambaye yupo katika klabu ya Azam FC. Licha ya kwamba Nasri bin Nabi yupo katika vitisho vingi, yupo katika vigezo vikubwa ambavyo anavitoa ili kujiunga na klabu ya Dar es Salaam Young African, lakini unaona ni asilimia ngapi ambazo Young African wanabidi wasijiulize mara mbili kupata chance kama hii tena ya kuwa na Nabi ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young African. Na kubwa zaidi ni kwamba bwana mkubwa yupo nchini Tanzania, yupo anafanya mazungumzo na viongozi wa klabu ya Dar es Salaam Young African, lakini msimamo wake mkubwa ndiyo tishio ambalo linawaogopesha wengi, kwa sababu huenda katika kipindi hiki fedha zisiwe zipo nyingi za kuspendi kwa ajili ya kuwarudisha watu hawa ambao wamekuwa wakimsaidia nyuma yake. Na kikubwa, unajua story ya Cedric Kazi kama ilivyo kule nchini Kaizer Chiefs, licha ya kwamba anapambana sana, lakini ni chaguo kubwa ambalo Nasri bin Nabi pia analipenda kuja nalo ndani ya klabu ya Dar es Salaam Afrika. Lakini kubwa zaidi ni bwana mkubwa huyu hapa ambaye unamuona kwenye picha kama alivyo na nywele zake hivi na wigi fulani. Unajua sasa yupo wapi? Yupo bwana mkubwa, yupo Orlando Pirates. Sasa bwana mkubwa Nasri bin Nabi amewaambia viongozi wa Dar es Salaam Afrika bila kupepesa macho, bila kuogopa, bila uoga wowote, waambia yeye yupo tayari kurejea ndani ya kikosi cha Young Africa, lakini kikubwa kwanza anahitaji kupata mtu wa fizio, yani tunamwambia bwana mkubwa kiongozi wa mazoezi, kwa sababu hana muamini huyo, anaamini hakuna mtu yoyote kwenye planet hii, yani kwenye ili bara la Afrika, ana uwezo wa kusaidia timu kutokuwa na majeraha ya muda mrefu, kwa sababu amewambia klabu ya Young African inaafektiwa na wachezaji kupata majeraha makubwa, na hiyo inasababisha kushusha performance, kukuta wachezaji wanaonekana wamechoka uwanjani. Kwa hiyo anahitaji bwana mkubwa hawe kwenye timu yake au mtu mwenye uwezo mkubwa zaidi ambaye anaamini aweze kupatikana hapa, labda atakuwa ni nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo amemwambia Young African waamue kuvunja mkataba kwa klabu ya Orlando Pirates. Sasa sijui kama Orlando Pirates watakubali, kwa sababu bwana mkubwa ameleta transformation kubwa nchini South Africa na katika klabu ya Orlando Pirates. Hadi kufikia sasa toka ajiunge amepunguza zaidi ya 85% ya majeraha. Unaambiwa asilimia zaidi ya 85. Klabu ya Orlando Pirates waliamua kumuongeza mkataba mara 2 ya kile kilichokuwa anamlipa miezi 2 tu baada ya kujiunga nao. Sasa unajiuliza ni kwa namna gani klabu ya Young Africans unaweza kumshawishi bwana mkubwa, lakini kwa sababu kulikuwa una urafiki mkubwa kati ya bwana bin Nasri bin Nabi na pia urafiki mkubwa kati ya viongozi wa Young African pia na huyu bwana mkubwa, kwa sababu aliondoka kwa heshima sana ndani ya klabu ya Young African, huenda akaconsider kurudi tena ndani ya kikosi cha Young African. Lakini chaguo lingine ambalo walikuwa wanalijadili na hajawaambia kabisa ni moja kwa moja kwamba lazima iwe kipindi hiki ni kuangalia nafasi ya kumrejesha Cedric Kaze, kwa sababu amemwambia katika kipindi hiki anaporudi katika klabu ya Dar es Salaam African anajua focus tena sio michuano ya shirikisho, focus sio kuchukua ligi mara nyingi zaidi, focus ni kufika mbali kwenye michuano ya CAF, hata kucheza finali ya CAF Champions League. Kwa hiyo amemwambia yeye hana hofu na kikosi kilichopo ndani ya Yanga, anajua marekebisho ni machache sana, anajua akiweka mbinu zake, lakini pia akiwa na watu wenye kalba kubwa, watu wenye uelewa mkubwa na soka la Tanzania, soka la Afrika, basi wanakwenda kufanya maajabu. Sasa wewe niambie, shabiki wa Dar es Salaam African, uko excited kama mimi kuona
bwana mkubwa Nasri bin Nabi anaanza kukonsida kurejea ndani ya kikosi cha Young African, au unawaambia nini viongozi? Unaweza kuniambia hapo kwenye comment, unawaambia nini, wafanye nini katika kipindi hiki? Tuna siku 10 ligi irejee. Sasa tunatamani tuone kama viongozi wataweza kucheza karata dume. Sasa nipe ujumbe wako mfupi ambao tunaweza tukawaambia viongozi, kwa sababu hakuna jinsi ambayo tunaweza tukawapa pressure zaidi ya kuambia huu ndio wakati sahihi, wakati wa Mungu, wakati ambao klabu ya Dar es Salaam African inamhitaji kocha Nasri bin Nabi zaidi ya vile ambavyo ilikuwa inamhitaji kabla hajaja hapa. Yani sisi ndio tunamhitaji, sio yeye anatuhitaji sisi. Kwa hiyo inabidi tumshawishi tukubali, hata kama itakuwa ni kuvunja kibubu. Kama inashindikana kwa fedha, basi tunajua mashabiki wa Dar es Salaam African hawashindwi kuichangia klabu yao, hawashindwi kutoa 10-10, hawashindwi kutoa 2,200, 3,300 ili kuwarejesha bwana mkubwa, hasa huyo mwenye manywele, kwa sababu yeye ndio anakuja kutatua matatizo ambayo yapo ndani ya kikosi cha Young African. Majeraha ni mengi, kila kukicha fulani kaumia miezi 6, kila kukicha fulani kaumia miezi 3. Kwa hiyo kikosi kinakosa kuwa na consistency, na ukiangalia matokeo kwa sasa hayaridhishi. Licha ya kwamba hatujafungwa, lakini klabu ya Dar es Salaam Africans haijawahi kuwa katika michezo hii na ikawa inedondosha alama nyingi zaidi toka Young Africans anaanza kuchukua ubingwa msimu huu wa hapa karibuni. Misimu 3 hapa karibuni hajawahi kupoteza point kama alivyopoteza sasa. Usahau kusubscribe, niambie kwenye comment shabiki wa Yanga kutokea maeneo gani. Asante.